make sure that you remain in charge of your life. You must make sure that whatever it is that you are coming into contact with, it is adding unto your life. Friend, self-care is about helping yourself live longer, helping yourself enjoy life, helping yourself be healthy. Yes, mwanaume ni jasho, mwanaume ni mkono mgumu, na mwanaume ni kuhit gym. Ati hauhitaji kitu ingine kwa akili. Is it true? So, Pastor Kinyanjui Joseph with you. And I would want us to discuss about self-care. What do you call self? Who is self? Mambo mengi imesemwa na sijui wewe umesimama wapi. Siku hizi nasikia ati you meet with yourself, meet me. Hiyo ndio ile meeting tunachapa na tunataka kusema we are fine. That me, myself and I, provided you have money, provided uko na nyumba. And so relationships currently ni watu na vitu. Ni mtu na vitu. Sio mtu na watu. Na sio watu na watu. I want to bring to us about self-care. Nijiulize, how well are you taking care of yourself? By the way, for your information, did you know that that vehicle, na currently nimeona wanakuwa wame-invent, wana-discover, wanafanya magari ambayo unaweza iprogram, ikuendee soko, ikuendee kwa mall, ama uitume tu. I think robots are with us already. Na unakuta people are no longer with people. Na hiyo ina affect how we are going to get ourselves best. In terms of, as I speak to us today and as we interact with you, ningependa kukuuliza, hiyo gari bila wewe, inaweza kuwa ya manufaa? Hiyo nyumba bila wewe? Or let's even take it to the next level. Imagine you are a parent and your children have become nobody, have become nothing, no one. How do you feel? Wakati unaenda unaona mashamba, unaona manyumba, unaona magari, but your successors, who are your children, hawako, the people to take the inheritance, hawako, you feel bad. Ama tuseme pengine umefanya kazi, alafu umegongwa na stroke. Umegongwa na diabetes, umegongwa na magonjwa tu ya lifestyle. How do you see it? You feel like you are betrayed. You don't feel nice. And so vijana na kila mmoja ambaye tunajadiliana na wewe sasa, you need to take good care of yourself. Health care. You need to ask yourself, who am I and what am I up to? What can I do? Currently, they are saying that mental health is an issue, especially with men. Mtu anaingia kwa stress. Nobody solves those stress. Yani unakaa tu kwa nyumba hivi, uko kwa computer, kwa social media, unajionea tu ma video, unasikiza vitu, huwezi kuwa na conversation naye. Stress imekushika, you are not reaching out to anybody. Nobody is recognizing kwa sababu ushajifungia, what they are calling lock-ins. Ati unajifungia tu hapo na ni wewe na wewe unachapa meeting. Stress inapanda, baadaye unakuta depression ndio hiyo, cases of suicide zinaendelea kukua nyingi. Unakuta msee amechelewa kuoa ama kuolewa. Sasa utaoa nani kama kwa nyumba yako ni wewe na computer? Utaolewa na nani dada? Uendi kwa harusi, uendi kwa church. Hata family gathering is a bother. Nani haziko? Watu yani wamedilute, wamedemonize, wamefanya mikutano ya watu na watu kuwa ni kama bother. It's an area of spending. It's an area of abusing time. Wapendwa, pause kidogo. Lazima hapa tujadiliane. Kwa sababu huwezi oa pesa, na huwezi kula pesa, hauwezi lala pesa,
hauwezi jibamba na pesa. It takes another man for you to enjoy. Hata kama ni hiyo bed una enjoy, it was made by another man. Hiyo hao ni mtu amejenga. Hata hao haijikalishi, uko na neighbors, hata wale wako na standalones. Ukitoka hapo kwa gate kuna next neighbor. Who is he? We need our social life. Please don't allow anything to take the place, to substitute, kuchukua nafasi ya fellowship, nafasi ya socializing, nafasi ya kutangamana na watu. Make sure that you are interacting with a few people. And if you are blessed, make sure you increase in your network. Kuongea tu as you are becoming also careful about what you fear. Kama unaogopa ati watu wengi watakula pesa yako, why then can't you manage your finances but still meet people? You don't have to be expensive. You don't have to meet the expensive people if you can't afford it. Na kwa hivyo, self-care is about your health. And I would also want to bring this to your attention that you must remain the primary key person in your life. And so self-care is amongst the things you should invest in. For your health to be, the people around you counts. The things around you counts. Na haufai kusema ati unajilock kwa nyumba, unajifungia kwa nyumba, ati kile kinakusurround ni TV, ni kioo, ni mataa, ni bathroom, ni kitanda. My friend, you are a human being. You must be na ndio maana Mungu aliumba marriage. Akatengeneza doa. Ndio ukimove around, at least kuna mtu ambaye mtacheka na yeye, mtaongea na yeye. Watu nimeona hata karibu siku hizi waseme hata doa haifai. Sasa tuende wapi sasa? Just imagine if the whole world was one color. Binguni, yani kule heavens, kule kwa sky ni red, huku chini ni red, mbele ni red, nyuma ni red, ingekuwaje? God made sure that we have people. People are the ones who have brought all these dynamics. People are the ones ambao wameleta hata marangi na mambo mengine. For it to be beautiful, you need one another. Secondly, what are the informations that you consume? Kuna mambo mengine ambayo unajiweka like watching violence. Wakati mwingine unaingia hata kwa social media ama unaingia tu kwa TV. Na yale mambo unajiexpose kwake, it is not filtered. You need to take good care of yourself by allowing that which is necessary to enter you. Usiconsume to any information kwa sababu ati imekuja iko kwa Facebook na uko Facebook, iko kwa TikTok na uko TikTok. Hapana, not every information belongs to you. Self-care is about having a gate of your life, and in that gate you are the one to allow who you want, what you want, and at what time and in what amount. Make sure that you remain in charge of your life. Don't allow toxicity. Don't allow things that would come to hurt your life be welcome in your life. Apana, sifungie inje. Make sure that you understand what you are doing. The other thing I would also want to mention about self-care is about a relationship with God. You know, lazima uelewe ya kwamba mwanadamu hakutengeneza hii maisha. Hata tuseme nini wapendwa. You know, God is not just for heaven. Sio kwa sababu kuna mahali anatuandalia tutaenda one day. Before hiyo one day, before hiyo mahubiri ya mchungaji, before huyo nabii akupeleke hapo one day, kuna today. Now, today, how is God helping you? You know, sometimes you read the Bible and you feel encouraged by the experiences of people inside there, how they saw God, how their issues were sorted out, were solved, and you get encouraged. Na kwa hivyo, don't live a life ambayo haina mtu ambaye you can rely on, and on this case, I mean, work on your faith. Make sure that your faith is healthy. Na pia kuna watu ambao in your self-care, you have ignored this door and you have been manipulated by the so-called spiritual leaders whom I can categorize as false prophets or people who come and they abuse your life. And so for self-care, you must be in a church, in a place where you also understand what is going on. You are reading your Bible, the sermons are good, the relationship with that church, ziko, na unaendelea tu, unabarikiwa tu. The other thing I would want you to know about self-care
is the good use of your money. Money has led people kuweza kushikwa na depression. You have not learned how to budget for your time, for your money, and even your expenses na mambo mengi. Unakuta umechukua pesa mara moja, umeziweka mahali fulani, alafu baadaye zimezama. And now in your mind, you have no option. You lad into, it becomes like a landmine. Inaripua maisha yako. I would ask you to be careful where you invest. Your relationship with money determines whether you will be healthy or you will be in... I'm asking you, this is an issue ambayo nimeona mtu mlikuwa na yeye jana, ako sawa, kesho yake the following day anatembea bila viatu, ama anaenda akijiongelesha kwa barabara, ama unagoja mtu wa report job, hakuji. Unashangaa, what happened to this man? Kube, this man is on a path of depression, on a highway of stress, and the person is losing it. Kwa hivyo, when we are talking about these issues, healthcare, we are talking about being careful about your budget, your money. We are talking about your social life. Be careful that they should all add value to your life. You must make sure that whatever it is that you are coming into contact with, it is adding unto your life. Watu wengine wanakaa peke yao, by the time you realize miaka imeenda, ni kama you shall give up. Una realize 40 imefika na haujaoa. 50 dio hiyo inaingia na bado hujajenga. 60 dio hiyo na huna wajukuu. And you are there, you are saying, oh God, what happened? Where was I? Hii mambo yote ikitendeka. You need to be careful about who you are. Self-care is an area that no one should play around with it. Wewe mwenyewe jiulize, how healthy I am. And when I come to health, I would also want to ask you, self-care, ni mara ngapi, ni lini ulitembelea daktari mara ya mwisho? Umepimwa, by the way. Did you go for health screening? Umeenda for blood test, umeenda for diagnosis, yani kuangaliwa tu. Sio ati kwa sababu wewe ni mgonjwa. Hapana, unaenda unamwambia daktari, I am here kwa sababu mimi nataka unieleze kama blood sugar iko sawa, kama blood pressure iko sawa, kama niko na any symptom ya whatever, skin and everything. Unafanyiwa health screening. That's part of health, self-care. Kwa ili baada ya kufanya hii kazi yote, uko sawa. Pia mambo yako ya mwili, afya yako, like kando na kuenda kuona daktari. I mentioned about hitting the gym. Gym is a requirement, is necessary. Just for fitness. Unaenda, unatenga muda wako. Kama ni asubuhi unakimbia ama walk, unadua morning walk, jioni pengine you can skip. About how you eat. Eating healthy. How is your diet? Ama ni kila kitu. Wakati huu anasema usichukue a lot of wheat. Lakini naona as if for every food about unachukua, lazima kuna wheat. Asubuhi unapiga cupcake, unapiga muffin, unapiga chapati, unapiga pengine mandazi. You must observe your diet. The healthier you eat, the healthier you become. And so look at your food. Is it balanced diet? Is the portion in proportion? Ikile unachukua, what is it that you are taking so that your health can be guaranteed? How about the kind of job that you do? How risky is it? What is it that you do ambayo unastahili pengine reduce how you do it, the weights that you are lifting, all these things. It's about self-care. Be caring about yourself. Take good care of yourself. Remember that there is nobody but you. Wewe, like for myself, I am a father. I am a husband. I am a pastor. I am a brother. I am a friend. Before I become those things, I am. I must ask myself, am I healthy to interact with my children, with my wife? Am I stable to be able to stand before the church and deliver a sermon? You must take good care of yourself. Before they see the banker,
The banker must be. Wewe ambaye unaitwa na hiyo title ya banking, lazima ukue. That's what we mean. That you must ask yourself, how healthy am I? And in the areas of becoming healthy and taking good care of yourself, you must also remember that people that surround you, they are part and parcel of your health. If you are around toxic people, if you are around people who do not know that you are also human, you are also counting on them, they are not adding value into your life, they will drain you. They will suck you up. They will make you come down. They will crush you. Now watu watakumaliza. And so I am asking you, make sure that you take good care of yourself. Na pia wacha niulize hii. Have you visited a counselor not because your marriage was in bad shape, not because you felt like some things are not adding up, but you decided, vile tu utadecide kuingia kwa doc, kwa hospitali, uulize daktari kuhusu mawaidha kadhaa. Vile ambavyo utatembelea dietist ama nutritionist, umuulize, by the way, nikikula hii, age yangu imefika hapa, ninaweza kukula hii, kufanya hii. It is the same with counseling. You can go to a therapist before. Na umwambie, by the way, mimi nataka kujua, wakati nimeongeza kazi zangu zimeongezeka, ninastahili kulala saa ngapi, yani yeye akueleze, akuadvise. And through that, you will be able to remain healthy, remain competitive, and even become a person who is adding value to other people's lives and even to the job that you are doing. Lakini ukiamua ati unajilokin, ukiamua ati meeting ni wewe unakutana na wewe, unakutana na kichwa chako, unakutana na mikono, unakutana na roho. My friend, hizo maneno hata kwa church, by the way, tulikataa wale watu wanatumanga apologies. Wanasema ati siwezi fika lakini tuko pamoja kwa roho. Hiyo meeting sio meeting ya maroho. Hiyo ilikuwa meeting ya kila mtu aonekane, elder aonekane, mama aonekane, youth aonekane. So hii mambo ya kutuma apologies ati tuko pamoja kwa roho, hapana. Don't meet with yourself. Make sure that you are interacting with the people, you are attending the necessary trainings that are required, or you hear they are being given. Make sure that you visit your doctor, you visit your nutritionist, you visit your counselor. Make sure that you go to church. Even these family gatherings, they are very important. Even if you are not buying into their philosophy, kukua tu na watu najua, this is my cousin, this is my dad's brother, this is who and who. They help you to engage in a network, or even after walking around and watching what is going on around. It is therapeutic. It builds you. Lakini hii mambo ya kujiondoa kwa watu, hii mambo hata ya kujisahau, watu wengine mtu anabadilisha nguo wakati inararuka. You don't buy yourself a good, outfit. My friend, self-care is about helping yourself live longer, helping yourself enjoy life, helping yourself be healthy, helping yourself to enjoy what you have worked so hard to get. And so don't forget yourself. You must be for any other thing to be. And don't avoid yourself. Don't deny yourself what God created for you to enjoy. Part of it is the company, is the people around you. Make sure that there is maximum interaction, of course being careful and in a healthy manner to make sure that you have a great life. Lakini usijifungie hiyo nyumba, usikae tu kwa hicho kitanda, usijifungie tu uko ndani. Hapana, come out and be somebody. Self-care. Jikubuke na pia ukubuke wengine. Thank you very much.